meza kama presidential candidate wa Linda Mwananchi. Wangapi wanakubaliana na mimi? Sasa wacha sasa Babu Owino akuje. Kidogo. Harambee. Tulieni. Mali lenyo. Acha niongee bwana. Wachana na hizi mambo za protocol boss. Wapi kitu bwana? Sawa. Sana wewe. Harambee. Mimi nimemaliza awamu ya kwanza. Ninaenda kwa awamu ya pili. Nampatia Mheshimiwa Jack Wamboka awaite wabunge akianza na Mheshimiwa Babu Owino. Wandu wefu mlembe, nipatie salamu ya Edwin Sifuna. Sasa wananchi, wacha niwaambie, sisi tumeamua Edwin Sifuna ni presidential candidate. Baada ya Edwin Sifuna, kaunti ya Nairobi ni ya maana sana. Na tuko hapa kuambia Waluya wote ambao wako kaunti ya Nairobi. Mnasikia watu wetu? Kabila zote, Wakikuyu wote, Wakisi wote, Wakamba wote wako kaunti ya Nairobi. Sisi gavana wetu anaitwa Babu. Baada ya baba, ndugu yangu Babu Owino, gavana. Asante. Vijana tibim, wazee tialala, warembo wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho. Tumefika hatujafika. Kitale tuko hatuko. Nataka nichukue nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tukuje hapa siku ya leo kama viongozi wote wa Linda Mwananchi. Siku ya leo tuna jambo chache. Tunataka wananchi wote wa Western waungane na Wakenya wengine. Hii nchi itajengwa tu kama tumetoa ukabila. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Tunajua shida ya Mjaluo ndio shida ya Mluya. Najua shida ya Mkikuyu ndio shida ya Mkalenjin. Shida ya Mkamba ndio shida ni ya Mkisi. Na tunajua ya kwamba hapa nchini Kenya mtoto ambaye ni wa Mluya akifukuzwa shule ama karo ya shule ikienda juu, inaendea juu mtoto wa kutoka Western. Vile karo ya shule inaendea juu kwa mtoto ambaye anatoka Central, mtoto ambaye anatoka Nairobi, mtoto ambaye anatoka Rift Valley, mtoto ambaye anatoka Nyanza. Kwa hivyo hii nchi, shida ya Mjaluo ndio shida ya Mkikuyu. Na shida ya kwanza ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko wapi? Shida ya pili ya Mkenya ni corruption. Ile pesa ambayo inafaa ilete mabadiliko na maendeleo, hiyo pesa inatumika vibaya. Hiyo pesa inaibwa. Mtakubali hamtakubali? Shida ya tatu ya Mkenya ni ukosefu wa kazi. Hawa vijana ambao waka hapa, mliambiwa ya kwamba mtapewa kazi. Mko na kazi? Wewe uko na kazi hapo? Pale nyuma uko na kazi? Na pale kando uko na kazi? Kwa hivyo tuliambiwa ya kwamba kila mwaka tutakuwa na 1 million jobs. Lakini siku ya leo, kazi muhimu ambayo serikali inapatia vijana yetu ni kazi ya kuajiri vijana kama goons. Vijana anapewa 500,
Kijana anapewa 1,000 ili anyonge kijana mwenzake, ili auwe kijana mwenzake. Mtakubaliana na hayo? Jambo nyingine, hapa Kitale, hapa Trans Nzoia, tunajua hii county kama the bread basket ya nchi ya Kenya. Hii Kitale kuna mahindi ya Kitale, mahindi ya Trans Nzoia imetosha kulisha Wakenya nzima hapa nchini. Lakini ukiona wakulima wetu wanapewa fertilizer, na fertilizer ni mchanga. Ukiona wakulima wetu wanapewa fertilizer na wanapewa acid. Ukiona hiyo fertilizer imechoma mahindi kwenye mashamba. Nilipokuwa nikikuja hapa nikaona mahindi saizi imekauka. Vijana ria, mtakubaliana na hayo? Kwa hivyo tunasema hii nchi imejengwa na jasho la wakulima, lakini ukulima imeharibiwa. Hii nchi imejengwa na jasho la vijana, lakini vijana hawana ajira. Hii nchi imejengwa na jasho la wazee wetu, wafanyikazi, wafanyabiashara, lakini nchi imeharibika. Kwa hivyo tunasema 2027, kijana yote ambaye ako hapa, mama yote ambaye ako hapa, mzee yote ambaye ako hapa na ambaye ananisikiza, chukueni kura, mpige kura 2027. Kisha usingoje kura ihesabiwe. Tutaenda State House tukingoja kura kikihesabiwa huko ndani. Jambo la mwisho, huyu kijana wetu Sifuna, huyu kijana wetu tutashika tutaenda na mwendo, kwa sababu huyu Sifuna ni mmoja wetu. Na nyinyi mnasema nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Wale ni nani? Pale ni nani? Tutashikana na Sifuna, tukimpeleka juu. Babu Owino atakuwa gavana wa Nairobi 2027. Na tunasema ni babu kwa sababu, na bila babu ni pale nyuma, bila babu ni hapa mbele, bila babu ni na baada ya baba ni na hata bila sababu ni. Asanteni sana. Sasa nataka nichukue nafasi hii. Ebu patia gavana Babu Owino, mupatie support ya Babu Owino. Sasa tunataka kuwaletea gavana Wycliffe Wafula Wangamati.